Mjasiriamali, pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania. Nataka tujifunze kwa habari ya mjasiriamali. Mjasiriamali ni nani? Mjasiriamali ni yule anayeiona fursa na kuchukua hatua. Namba 2, mjasiriamali ni yule mwenye uthubutu. Tusimame kwenye hivyo vipengele viwili kwanza. Mjasiriamali ni yule mwenye kuiona fursa na kuchukua hatua. Ina maana kwamba mjasiriamali ana macho ya kuona fursa. Kuna watu wanalalamika hawana pesa, maisha ni magumu. Lakini nataka nikwambie kwamba hakuna nchi yenye fursa kama taifa letu la Tanzania. Hakuna nchi yenye fursa kama taifa letu. Kwa hiyo kinachokusumbua ni macho ya kuona fursa hauna. Katika video ya kwanza nilitoa habari ya mama ambaye aliomba mtaji wa beseni pamoja na mtaji wa kwenda kununua tuta moja la mchicha katika video ya kwanza. Video ya pili nataka nizungumze kwa habari ya mama ambaye ni mpika sambusa. Mama mmoja mtaalamu wa kupika sambusa alibuni kutengeneza sambusa za pilau. Yaani soko nzima ni yeye peke yake alikuwa anauza sambusa za pilau. Na alikuwa na wateja wengi mno. Watu walikuwa wanamsubiri mpaka afike ndio wanunue sambusa za mchele. Hata mimi nishawahi kuzila hizo sambusa. Unaweza ukapika sambusa usipate mteja kabisa, ukafikiri una gundu. Kumbe sehemu unayouza hizo sambusa zako hazina wateja wa hizo sambusa zako. Ukipika sambusa za nyama, unatakiwa uangalie mazingira. Je, hao watu waliokuzunguka wanaweza kununua sambusa 500? Sambusa ya nyama lazima uuze 500. Unaweza ukakaa sehemu ukauza sambusa za 100 na ukapata hela sana. Nataka tuingie kwenye uthubutu. Mjasiriamali ni yule mwenye uthubutu. Unatengeneza sambusa zako, unaweka kwenye deli, unakwenda kukaa sehemu ambayo wanafunzi wanasubiria magari. Wao wanakusanyika wengi. Wao unawahi mapema kabla hawajatoka shuleni. Wakifika pale wanakukuta una sambusa za 100. Huenda ni za viazi, huenda ni za mchele. Watoto watazishambulia. Kwa siku unaweza kuuza hata sambusa 300. Na sambusa za 100 zina faida kubwa kwa sababu unauza kwa wingi. Kwa hiyo kitu kinachoponza watu wengi tunakufa maskini ile hali ya uthubutu. Watu wengi wanadhani kwamba biashara za kutembeza ni za wale watu waliochoshwa na maisha. Ni za wale watu maskini. Hapana. Ni sehemu ya utafutaji. Kumtafuta mteja kule alipo. Kwa hiyo mimi ninachotaka nikwambie, wewe unaiangalia video hii. Ukitaka kufanikiwa, kwanza uwe na macho ya kuona fursa, alafu uchukue hatua. Kama macho yako hayaoni fursa, utashangaa, unazeeka. Uko vile vile kama jinsi ulivyomaliza darasa la 7, uko vile vile haujajiongeza chochote. Huna nyumba, wewe ni mtu wa kulipa kodi, hata kodi yenyewe pia huwezi kulipa. Kwa sababu gani? Kwa sababu macho yako ya kuona fursa hayapo. Wewe ni kipofu, huoni fursa. Kuna mtu mmoja tajiri anaitwa 50-50. Alianzaga kufunga maji ya 50-50. Zamani sana maji ya 50-50. Kama unakumbuka zamani sana ulikuwa kuna maji yanauzwa 50-50. Kwa hiyo alianza kufunga maji ya 50-50. Akawa anatembeza anasema 50-50. Mpaka watu wakamuita 50-50. Sasa hivi ana mashine za kusaga. Yaani niseme kwamba ni tajiri, amejenga majumba, ana malori, ana mashine za kusaga nafaka, anasambaza nafaka, anasambaza unga. Anasambaza unga Dar es Salaam nzima. Ni tajiri sasa hivi. Lakini alianzia kwenye nini? Kwenye 50-50. Aliona fursa, akachukua hatua. Watu wanahitaji maji hapa mjini. Akawa anachukuza maji ya 50-50.
Kuna baba mwingine mmoja alianza biashara na shilingi 300. Alinunua mifuko, akafunga maji, akanunua mabarafu akaweka juu ya maji, akawa nauza. Akaanzia hapo, mwishoni akafungua genge. Baadaye duka. Lakini ameanzia wapi? Ameanzia na shilingi 300. Kwa hiyo mimi nataka nikwambie, mjasiriamali ni yule anayeiona fursa na kuchukua hatua. Ni yule mwenye uthubutu kufunga maji na kutembeza. Sasa hivi anamiliki magari, lakini ameanzia wapi? Ameanzia chini. Kuna mtu mwingine anakaa hapo kwa sababu labda na ndugu zake wana uwezo, nataka nifunguliwe duka kubwa, nikae kwenye duka kubwa. Hata ukifunguliwa duka kubwa kiwango gani, hilo duka litakufa. Lakini kama umeanza moja, umeiona fursa kwa macho yako, ukachukua hatua, lazima utakuwa tajiri. Ninaamini masomo haya yatakusaidia na ujijue wewe ni mtu aina gani. Je, wewe ni kipofu? Huoni fursa? Una miaka 50 lakini uko kama vile ulivyomaliza darasa la 7. Hamna kitu chochote ambacho umejiongeza. Huna nyumba, huna hata uwanja, hata kodi ya nyumba imekushinda. Kitanda kile cha kwanza kabisa ulichoolea ndio hicho. Yaani hujajiongeza chochote. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu macho ya kuona fursa huna. Alafu ile hali ya uthubutu huna. Watu wanachukua mitumba, wanakwenda kuzungusha maofisini.